Amen, amen, amen. Karibuni tena sana. Asante sana. Now we are here with our guest as we looking forward how to end the show, how to put a comma, not a full stop because we have many to come for you. Karibuni sana. We are having an amazing woman of God who has joined us today. I think her song we have played probably once or twice or thrice, not once, not twice. We have been playing it here. So today tuko na yeye hapa in our studio, and let me just allow her atusalimie yeye mwenyewe, atuambie anaitwa nani, katokea wapi, labda hata si Mswahili, labda pia si Englishman. My Ugandan people Englishishan. Who is an Englishishan? So wacha tumwalau using her camera here. Karibu sana mtumishi, tusalimie tu. Asante sana. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii, kwa kunikaribisha mahali hapa, nanyi pia nawashukuru sana. Mungu awabariki, awatende mema. Amen. Kwa majina muite Pastor Josephine Were, nimeokoka. Yes. Mzaliwa wa Western. Mtoto number 5. Hey! Mungu ni mwema, nashukuru. Ndio usuri kwa Muluya. Muluya introduction ni nzuri jamani. Ukiwa Muluya. Unajua? Ukiwa Muluya ni vizuri sana. Were. Unajua Were? Okay, sawa, tutakuja hapo mtumishi. So, uko salama mtumishi? Niko salama, nashukuru Mungu. Ingoile babola mbwena. Ingoile fuishule rezati. Amatuma kamerele. Amatuma kashiroho lava dava kanga. Ndio. Ni sawa. Aya. Back to normal. Nilikuwa namuuliza kama mahindi you know. Ndio tutembee huko. Ndio tutembeleangi wazazi kama mahindi jako maji kwa sababu tutapalilia shamba sana huko. Anyway, karibuni sana. So, mtumishi, such a powerful song tumeona hapa, lakini kabla tuende kwa huu wimbo, labda kuna mtu anauliza Josephine nani? Alianzia wapi uimbaji? Labda tu kwa dakika tu moja ama mbili tueleze kwa ufupi muimbaji huyu alianzia wapi, ama ni kitu ambacho alizaliwa nacho? Revelation ya uimbaji ilikuja aje? Mbona uchague pia kuimba gospel? Josephine Were ni muimbaji wa nyimbo za Injili. Na huyu Josephine Were ndiye ajipata kiimba. Nadhani nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana kuimba. Nilikuwa napenda sana kuimba. Yes. Alafu tukawa na dada yangu third born wetu. Yes. Yeye aliokoka mapema akiwa msichana mdogo. So wakawa hiyo fellowship, kienda kuimba pia mimi na wajoin. Akitoka huko akikuja kwa nyumba ni hiyo uimbaji. Sasa nikajipata napenda sana kuimba. Yes. Na sikuwa najua kama kuna wakati nitakuja kuwa muimbaji. Kumbe kuna kitu alikuwa anajenga ndani mwangu. Sasa naweza sema hiyo mimi kuanza kuimba ilikuwa ndani mwangu, lakini naye akawa ni yeye aliyechochea zaidi na zaidi. Amen. Ndio anaitwa Ali Sangio. Wow. Ndio tumkumbuke, ndio ajue tunampenda, unampenda sana. Unaweza kumbuka kale kawimbo mlikuwa mnaimba mkiwa wawili kitambo tukiwa na yeye? Ingia alikuwa anapenda sana. Jenzi hawezi elewa hiyo. Hawezi kabisa. Ndio. Wanasema hiyo ni old fashion. Nimebeba roho. Wewe Jenzi, wewe unasema hiyo ni old fashion. Wewe unajua hata kuna ile nyingine nimesikia ndugu yangu anaitwa Henry the Band anaimbanga nimetungwa sintano. Yes. Ukiimba hiyo Nairobi, watu wanaona ni kama huyu kwani huyu anatakaje, lakini iko na uwepo. Anyway, it's not about the song, it's usually about who is singing it. Amen sana. Karibu sana. Now, labda tu tueleze na kuandika wimbo, ni wimbo umeandikiwa na mtu ama ni wewe umeandika? Na je, ilikujaje? Kwa sababu watu wengine wanatuambia kwamba wasanii wengine ama waimbaji wengine wa nyimbo za Injili wanatuambia kwamba saa zingine wanakuwa wanatembea, Mungu anazungumza nao. Mpaka siku hizi nikiona mtu akijiongelesha kwa barabara nasemanga ni msanii. Labda God has just spoken, Yes. Hapana, si hivyo. Mimi wimbo zangu mara mingi naweza kuwa niko tu kwa shughuli zangu, nafanya shughuli zangu na ninasikia inanikujia tu. Naweza kuwa nimelala pia naota. Nimelala lakini naimba. Sasa ninaposikia hivyo naamkanga haraka natafuta mahali simu iko. Alafu nikitembea nikisikia ama nikifanya shughuli zangu bado naachilia hapo. Na test nione kama imeingia. Alafu natafuta simu mahali iko.
Hey. Ndio uimbaji wangu inakuwa hivyo. Wow. Ndio. Amen sana. Labda sasa tuelezee huu wimbo ambao tumesikiza tu sasa hivi. Tuelezee what was the inspiration behind it? Nini ambacho ilikuvutia kuifanya, ama ujumbe wako kwa watu wako walikuwa ambao ulikuwa una watu ambao wamesikiza na pia watu ambao ungetamani wasikize. Ujumbe kamili ambao ulikuwa kuwafikishia ni upi? Sheluri hata sijalisikia. Niko kwa barabara. No, we talking about your song. Your song. Yoyote tu. Yes. Okay, kama kuna huu wimbo nimetoa video haijamaliza miezi 3, kana miezi 2. Huo wimbo niliangalia maisha ya watu, nikaangalia maisha yangu venye mimi mwenyewe nakaa. Unapata mtu Mungu amembariki, ana mali, maisha yake inaendelea vizuri. Ndio. Lakini kukumbuka tu ni Mungu amemsaidia. Amrudishie shukrani. Yes. Inakuwa vigumu. Unapomuuliza wewe kuliendaje ndio ukafika hapo, unasikia mwingine anakuambia ni bidii yangu na akili zangu. Sasa ikanipatia hiyo uimbaji kuambia watu wengi ni mara mingi hatukumbuki ni Mungu anatusaidianga. Tunaonanga ni kwa akili zetu, lakini si kwa akili zetu. Yes. Ukweli ni kwamba ni Mungu ndiye anatushikilia, anatusaidia. Yes. Ndio hiyo yote inatokea. Ndio. Amen. Asante sana. Watu wanasema na wengine watuambianga ni neema tu. Mtumishi nakutana na kuuliza I can see you are going far, but unaambia tu ni neema. Siri ni nini? Ni neema. Mbona hamwezi kuambia Susan? Acha sasa niulize hivi. Labda kuna msanii mdogo, mtoto mdogo ambaye anakufollow, kuna wengine wanakuita mom kwa huduma. Nasema mimi natamani kuwa kama mama, lakini wewe unasema tu Mungu tu. Je, ni advice gani ambayo ama encouragement gani ungewaambia ule mtu mdogo ambaye pia naye anatafuta jinsi ya kukua mwimbaji mkubwa ama kukua mwimbaji ambaye amefika kiwango kama chako? Naweza mwambia hivi. Kwanza amtangulishe Mungu mbele. Pili, aombe kibali. Yes. Na 3, awe na bidii. Awe na bidii na asikate tamaa, anasiangalie yule mwingine. Unajua kuna mwingine anaweza ona mwingine ameenda aanze kusema hapana, lazima hata mimi nifanye hivi na hivi na hivi nimfikie. Yes. Na labda ujui yule mtu alipitia wapi ndiye akafika pale. Akuwe na subira. Na wakati wake ikifika Mungu atamfikisha. Sababu wale hata wenye wako kule mbele zaidi yangu hawajaanzia pale wako, walianzia pale chini. Ni ile tu kuomba Mungu na kungojea wakati wa Mungu ikifika, ndio sababu walifika pale. So mimi naweza mwambia tu asiwe na haraka. Aendelee tu kuomba Mungu, na akingojea wakati wa Mungu itafika, na atafika pale anafikiria, na pale anatamani kufika atafika, na apite hapo na aende. Amen. What keeps you going? What's your strength? Kitu ambacho kinafanya kila siku unaamka ukiwa unajua uko na ile confidence kabisa unaendelea kufanya kazi ya Mungu? Najuanga kitu moja ndani mwangu. Kuna Mungu ambaye anatetea watu wake. Yes. Na kuna Mungu alianzisha. Mwenyewe anatuambia katika maandiko anakamilisha. Ama atakamilisha. Sasa ninapofikiria hivyo, naambianga Mungu, najua iko siku lazima venye ulisema utakamilisha. Amen. Sasa inanipea nguvu kabisa. Amen. Ndio. Kuna mwimbaji mmoja, cha tuanze kwanza. Kuna mwimbaji mmoja wa Western ambaye unapenda sana kufollow. Wa Western? Najua ni wengi, lakini mmoja tu yule ambaye kwa sasa hivi ambaye unapenda huduma yake. Anastasia. Alafu na Kiatu Kivue. Kiatu. Huyo anakufanga na yeye. Na Ndenyi, Florence and Ndenyi. Florence, yes. Ndio. Wow, amazing sana. They are doing a good job. Labda do you have a role model ama mentor? Kwa sababu nimesikia kwa hii era ambao tuko sasa hivi watu wanasema they are their own mentors. Kwa sasa sina. Hauna mentor? Kwa sasa sina. Lakini uko na role models. Okay, sawa. It is not bad. Mbona ukose mentor lakini? Ama ni bado hujapata yule mtu ambaye anaweza Bado nauliza Mungu anielekeze. It is well. Wow. Hiyo nitaitafutia topic siku moja. Amazing sana. Asante sana. Nataka tu usalimie wale watu ambao
tazama kwanza asusa wale viewers ambao support fans ambao wanakusupport. Na kuna neno moja mwimbaji mmoja Nigeria anasemanga anaitwa Nathaniel Bassey, anasema kwamba you are not just my followers, you are people, you are the followers of Christ. So the followers of Christ who are following the Christ that is in you. Najua natazama sasa hivi, ningependa uwasalimie na pia uwashukuru kwa kazi, kwa kusubscribe na pia kwa kuwatch. Ndio. Na wasalimu wote mafans wangu ambao wanapenda kazi yangu, wananisupport mara kwa mara, wananitia nguvu, wananiambia hapana, endelea, msikate tamaa, tuko na wewe nyuma. Na wasalimu sana. Mungu awabariki sana na watende mema. Na kuna mmoja mwenye sitaisahau katika maisha yangu, anaitwa Adis. Amekuwa wa msaada zaidi katika huduma wangu. Si upande wa support, si upande wa kunichochea. Ndio. Amekuwa msaada sana. Amen. Huwa namkumbuka kila wakati na nazidi kumwombea Mungu ambariki zaidi na mjaze kabisa. Ndio. Amen. Asante sana. Haya basi, make sure umeenda pale YouTube tumsupport huyu mtumishi, subscribe for her and also share the music out there, comment, itakuwa baraka sana. Kwanza wacha nianze, wewe mpiga picha wangu wewe, chukua hiyo simu, chukua simu sahihi, enda YouTube. Magi, unaniangalia, enda YouTube. Mtumishi sema kutuanze. Pastor Josephine Were. Pastor PST Josephine Were. Ba muna subscribe. Unaona ule kijana mwenye ako pale, ule atakuchezea kwa show inaitwa Request Hour. Thank you. So asante sana. Muna sinisha kupea client. Anyway, thank you guys for watching us today. We really bless the Lord. I'll be giving opportunity. Let me give her her names kwa YouTube so that tumalize pamoja. Tukumbushe tena jina lako. Kwa YouTube ukinitafuta na Josephine Were, Pastor Josephine Were utanipata. Na usisahau, unajua sasa waimbaji ni sisi ni wale tu. Lazima tuombe, kusubscribe, kulike, kucomment. Utapata pale maneno mazuri yatakubariki. Asante. Amen. Usisahau kusubscribe. You go to YouTube, you find the song is 2K viewers. Na iko na 100 subscriber. It's not fair. Not fair. Subscribe and watch the song at the same time. Sila siku nitakuwa msanii. Mimi nitawasumbu. Wewe. Anyway, thank you so much for watching Worship Tuesday. It was an amazing one. Remember, we are winding up this on Thursday. The question that I'm leaving you guys, bado sijapata answer, correct or good answer. I've had maybe 3-4 people who have sent in their thoughts, but bado, if mtu ataguza hiyo scripture ambayo in my spirit, if you touch that scripture, I'll know the answer umeipata. So the question that I'm leaving you with, it's what is a church? Who is a church? What do you think? Because next month we'll be talking about, how do you choose a church, a place to worship? And I really want to know who is a church. Does it mean we leave the church when we go home, or rather we come from our home going to church in the morning? So where's the church exactly? Because now when you listen to the grace, that is the New Testament, it talks about a different thing. The Lord abides in us. And the Old Testament talks about another thing. And the Old Testament was the law. So what do you think? What are your thoughts? This is what we'll be talking about come on Thursday as we wind up the program for this season of October. And our topic, we have been talking about walking out of our storms. Whatever that you've been in, whatever that you've been struggling with, it is a storm. There's a place, maybe you've been feeling stagnated. That's a storm also. So all those challenges, we are going to be talking about them as we wrap up the month on Thursday. Our guest on Thursday is Becky Soothe, of course. Every last Thursday of the month atakuwa na sisi, and we have an amazing worship minister ambaye anatoka kwa kikundi cha Barton King, anaitwa Mary Okoth ambaye atakuwa pia na sisi hapa. They'll be telling us how do you become a praise and worship. How do you become a praise and worship? So it's a beautiful Thursday, Praise Thursday. It's going to be a beautiful program also, so you don't need to miss that one because it will be an amazing one. God bless you all.
From me, your captain of this month of October, Teddy Psalmist Mwana wa Ingolo Mosio, and I'm looking forward to seeing you together with Koki Miriam Mwana Muteti on Thursday here as we praise the Lord together and as we dance to the Lord. I heard watu wanaenda kwa Hallelujah Challenge walikuwa wameambiwa kwamba wear and walk like walk like your miracle. So as we wind up the show, walk like your miracle as you go home in Jesus' name. God bless you. See you next time.